utukufu. Mbingu inakuabudu, malaika wanakuabudu. Wewe ni Mungu wa kweli, Mungu wa pekee. Umestahili sifa zote mbinguni na duniani. Jina lako ni takatifu, jina lako ni kuu mno. Hakuna mwingine kama wewe. Kwa uweza wako na nguvu zako uliumba mbingu na nchi, na tena mbingu na nchi zinaendelea kuwa hapo kwa kuwa wewe upo. Ni peke yako haukuumbwa, bali Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ndiye tumaini la wokovu tulionao. Tusipomwabudu yeye, tutamwabudu nani mwingine? Tusipomtukuza yeye, tutamtukuza nani mwingine? Hakuna mwingine aliyejitoa kuwa sadaka, kuwa dhabihu ya dhambi kwa ajili ya wanadamu wote isipokuwa yeye peke yake. Malaika wanamwabudu, wazee 24 wanamwabudu, mbingu kwa ujumla inamwabudu. Bila shaka ni haki, tena inastahili wanadamu wote pia kumwabudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametujalia kuwepo hapa tangu siku ile ya kwanza, siku ya Jumatatu, na leo ni siku yetu ya 5. Na Mungu ametujalia kwa ujasiri mwingi kuzinena habari njema za ufalme wa Mungu. Haleluya. Kitabu kile cha Mathayo sura ile 24 mstari ule wa 14. Kitabu kile cha Mathayo sura ile 24 mstari ule wa 14. Maandiko yanasema, tena habari njema ya ufalme hubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haleluya. Bila shaka tangu siku ya kwanza tumewaonyesha kwa ufasaha ya kwamba nyakati hizi tulizopo ni nyakati za mwisho. Na katika hizi nyakati za mwisho tumeona ni kipindi cha neema ambacho Mungu amemkusudia kila mmoja wetu aweze kufanywa kuwa raia katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Tumeona ni kipindi cha neema ambacho habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa kwa watu wote, inahubiriwa kwa uwazi, na tena haihubiriwi mahali pasiri, inahubiriwa hadharani. Haleluya. Ndio maana bila shaka jukwaa limetengenezwa na mhubiri ameinuliwa juu kabisa ili kila mmoja aweze kumwona na kumsikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kipindi cha neema, ni kipindi ambacho habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa. Haleluya. Na bila shaka tumeona kwa uwazi ya kwamba habari hizi njema za ufalme wa Mungu ni habari za Yesu Kristo, namna alivyoteswa kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu, namna alipokufa kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu, na jinsi ambavyo siku ya 3 kwa ushindi mwingi Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Haleluya. Na siku ya jana ilikuwa ni siku ya muhimu sana kwetu. Tuliona kwamba akiisha kufufuka kutoka kwa wafu,
Mungu alimketisha mkono wake wa kuume, ambapo tuliona ni mahali pa heshima, ni mahali pa mamlaka, na tuliona kusudi la kuketishwa kwake ni ili atupe ondoleo la dhambi. Haleluya! Kwa hiyo katika nyakati hizi ondoleo la dhambi linapatikana kwa njia moja tu: kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Jana tuliona kwenye Zaburi ya 110 maandiko yanasema ya kwamba neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapowafanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Kuna ukweli mmoja ambao watu wengi sana hawaufahamu kuhusu Yesu, na hata wale ambao wamesikia ukweli huo wameamua kwa mioyo yao kukataa ukweli huo. Ukweli huu ni upi? Ukweli huu ni kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Nasema ni ukweli ambao umekataliwa na watu wengi, na wameukataa si kwa sababu ukweli hauko hivyo, ni kwa sababu wameamua kuukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo leo kwa ufupi kabisa tutaangalia ukweli huu na umuhimu wake kwa kila mwanadamu chini ya jua. Haleluya. Nianze kwa kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 16. Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 16. Maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Narudia, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Andiko hili ni andiko la muhimu sana. Linatuonyesha ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, na kwa kuwa aliupenda ulimwengu aliamua kumtoa mwanawe ambaye ni mwanawe pekee, ili kila atakaye mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Neno hili kupotea ndio neno ambalo jana tumeliona, ni neno linaloitwa kwa jina lingine mauti. Haleluya. Ambalo tulisema ni hali ya kutengwa na Mungu milele. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu na hakutaka ulimwengu utengwe naye milele. Kwa sababu hiyo alimtoa mwanawe pekee, ili kila atakaye mwamini, ili kila atakaye mkubali apokee uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu yeyote anayekubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anachokipokea, anapokea uzima wa milele ndani yake. Swali, uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ni nini? Maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba ni aina ya uzima ambao ni Mungu peke yake anao. Kwa hiyo uzima wa milele kwa tafsiri nyepesi ni uzima wa Mungu. Kwa hiyo mtu anapokubali kumwamini Bwana Yesu, anapokea uzima wa Mungu nafsini mwake, anapokea uzima wa Mungu rohoni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
ni aina ya uzima ambao umebeba sifa ya kipekee ya Mungu. Nisikieni kwa makini. Umilele ni sifa ya kipekee ya Mungu. Ni sifa ambayo hakuna kiumbe kingine chochote kinao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tafsiri ya umilele ni nini? Tafsiri ya umilele ni kwamba hana mwanzo, hana mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Viumbe vingine vyote, vitu vingine vyote vina mwanzo na vina mwisho. Vina mwanzo na vina mwisho. Lakini Mungu peke yake anadumu hata milele. Kwa hiyo aina ya uzima alionao Mungu ni uzima unaodumu hata milele. Haleluya. Aina hiyo ya uzima ni aina ya uzima ambao muamini au mtu anayemkubali Yesu anaupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunalo tumaini kwa kila mtu atakayemkubali Yesu wakati wowote, majira yoyote, lakini kabla Yesu hajarudi, kwamba atapokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia, mtumishi wa Mungu Yohana anatuambia hivi, kila amwaminie nani? Huyo mwana pekee atakuwa na uzima wa milele. Maana yake uzima wa milele ni kitu ambacho kinapatikana ndani ya Kristo, kinapatikana ndani ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali kwa wewe unayenisikia mahali popote ulipo, atawezaje kutoa uzima wa milele ikiwa yeye mwenyewe sio wa milele? Au inawezekanaje yeye kutoa uzima wa milele ikiwa yeye mwenyewe siye Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekanaje autoe uzima wa milele, autoe uzima usiokuwa na mwisho, uzima wa kiungu, ikiwa yeye mwenyewe siye Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo hii ninatamani uone kitu cha kipekee ambacho wengi sana machoni pao kimefichwa, hawajakiona. Jambo hilo ni nini? Yesu Kristo tunayemhubiri katika viwanja hivi ni Mungu kweli kweli. Tangu siku ya kwanza tumezinena habari za ufalme wa Mungu, na tumesema huo ufalme wa Mungu umeletwa au umeanza na Kristo Yesu. Swali, kama ni ufalme wa Mungu na umeanza na Kristo Yesu, inawezekanaje isipokuwa huyo Kristo Yesu ni Mungu wa kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, nipe tu usikivu wako utanielewa vizuri. Nipe usikivu wako utanielewa vizuri. Nisikilize kwa makini. Katika jamii yetu, ukisema neno mwana au mtoto, wengi sana wanaona dhana ya kuzaa au kuzaliwa, kwamba ili niseme huyu ni mwanangu ni lazima niwe nimemzaa. Lakini kuna jambo moja ambalo tunalikosa. Hii Biblia haikuandikwa kwa kuzingatia utamaduni wa Watanzania, wala haikuandikwa kwa kuzingatia utamaduni wa Kiafrika. Hii Biblia sehemu kubwa ina utamaduni wa Kiyahudi. Sehemu kubwa ina utamaduni wa Kiyahudi.
Na kwa Wayahudi unaposema neno mwana, haimaanishi kwamba ni lazima uwe umemzaa. Lakini neno mwana kwa Wayahudi lilimaanisha mrithi. Lilimaanisha mrithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali ni kwamba tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yohana sura ile ya 5. Yohana sura ile ya 5. Watu wengi ulimwenguni wameaminishwa kwamba tunachokihubiri au kinachoitwa injili ni uongo. Na wanasema ni uongo kwa sababu tunasema kwamba kuna miungu mingi. Lakini sio kweli. Na kuna baadhi ya watu wamesema kama Yesu ni Mungu nife leo, na kuhakikishia hivi hufi. Wewe unayesema ya kwamba kama Yesu ni Mungu nife leo, na kuhakikishia hivi hufi. Na ninaomba ya kwamba Mungu autunze uhai wako mpaka ujue ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kama aliutoa uhai wake ili hata mmoja asipotee, inawezekanaje useme leo kama yeye sio Mungu nife, alafu akaruhusu ufe ingawa na mamlaka hiyo? Ni haiwezekani. Haiwezekani. Nakwambia hivi hufi, na nakwambia hivi utaisikia injili mpaka ikuingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ile ya 5, naomba nianze kusoma ule mstari wa 17. Maandiko yanasema, akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Yesu Kristo amemuita Mungu Baba. Tazama mstari wa 18. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akijifanya kuwa sawa na Mungu. Angalieni, Wayahudi walizidi kutaka kumuua. Kwa nini walizidi kutaka kumuua? Anasema hakuivunja sabato tu, pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake. Kitendo cha kumuita Mungu Baba yake, Wayahudi hawakukiona kwamba anasema Mungu amemzaa. Wayahudi walitambua ya kwamba alijifanya kuwa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maneno mepesi, mahali popote unaponisikia, wale ambao mnauliza ya kwamba wapi Yesu alijiita Mungu, hapa. Unaposema Yesu ni mwana wa Mungu, tafsiri yake ni kwamba Yesu ni sawa na Mungu. Na kule kuwa sawa na Mungu, tafsiri yake ni kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Angalia, haleluya, haleluya. Tuendelee ule mstari 19. Maandiko yanasema, basi Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile.
Kwa kuwa Baba ampenda mwana, naye humwonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamwonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Mstari wa 21, maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anaonyesha kule kuwa sawa na Mungu. Tafsiri yake ni nini? Anaonyesha, anasema ya kwamba kama vile Baba anavyofufua wafu, ndivyo jinsi ambavyo mwana anafufua wafu na kuwahuisha wale watakao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 22, maandiko yanasema, tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Kwa nini amefanya hivyo? Mstari wa 23, ili wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hukumu yote amekabidhiwa mwana. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu yote amekabidhiwa mwana. Kwa dhumuni lipi? Ili kama vile mnavyomheshimu Baba, ndivyo mumheshimu mwana. Haleluya. Heshima hii inayotajwa hapa, shikamo. Heshima hii inayotajwa hapa ni heshima ya kiasi cha kutoa ibada. Kwa maneno mepesi, ni sawa na kusema kama vile watu wanavyomwabudu Baba, ndivyo nawe umwabudu mwana. Asiyemwabudu mwana hamwabudu Baba. Kwa hiyo ibada ya kweli ni ibada inayopita katika Kristo. Nje na Kristo hakuna ibada ya kweli. Hata ukitaka kunipiga mawe, sibadilishi kauli yangu. Unasema ya kwamba unamwamini Mungu mmoja. Ni kweli, vyema sana, tunaye Mungu mmoja. Unasema ya kwamba haumwamini Yesu. Bila shaka haumwabudu Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu tumekwisha kuona wazi ya kwamba kama vile ambavyo tunapaswa kumheshimu Baba, ndivyo jinsi ambavyo tunapaswa kumheshimu mwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kabla sijaendelea na mistari michache hapo. Okay, tuendelee ule mstari wa 24. Maandiko yanasema, amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Huyo mwana ambaye amekabidhiwa hukumu yote anasema hivi, yeyote anayesikia maneno yangu na kumwamini Baba aliyenipeleka anao uzima wa milele. Na kuwa na uzima wa milele, tafsiri yake ni nini? Ameepushwa na hukumu ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amepita kutoka mautini na sasa yuko uzimani. Maana yake ambaye hajamwamini huyo Yesu, ambaye hajaamini kazi aliyokuja kuifanya Yesu,
bado hata sasa yupo katika mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wote waliomwamini wanao uzima wa milele, wameepushwa na hukumu ile ya milele, wapo salama, wapo salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 25, amin amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Katika siku ya mwisho, atakayewahuisha wafu wote, awalete mahali pa hukumu, ni Yesu Kristo tunayemwabudu leo. Unahitaji kuwa salama katika ulimwengu ujao. Hauna chaguo lingine. Chaguo ni moja tu, ni Yesu. Hamna machaguo mengi. Chaguo moja ni Yesu. Ubinadamu wote umekusudiwa upate kupona, upate kuepushwa na hukumu kwa njia ya mmoja, naye ndiye Kristo. Nasema ubinadamu wote umekusudiwa upone katika mmoja, ndiye Kristo. Maana yake nje na Kristo hakuna usalama. Unasema ya kwamba unakula vizuri, unakunywa vizuri, umekaa katika nyumba nzuri. Nisikie kwa makini, kama hauna Yesu moyoni, haupo salama. Nakwambia hivi, hata kama una mabodyguard, hata kama unalindwa na bunduki, hauko ndani ya Yesu, hauko salama. Nikapita mahali hivi, nikasikia wimbo mmoja watu wanaimba, niko salama salama, sijui wewe uko. Mmeteka kwa sababu mnaujua. Niwaambie hivi, hakuna usalama wowote nje ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati fulani ikasemekana ya kwamba mtume Paulo alisema ya kwamba wadhanipo kuna amani, ndipo uharibifu unapowajia. Kuna watu ambao wako nje na Kristo na wanajiona wana amani, wako salama, lakini kumbe wako karibu na uharibifu kuliko wanavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Usalama upo ndani ya Yesu. Angalia maandiko yanavyosema, ule mstari wa 26 anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amepewa amri ya kufanya hukumu. Amepewa amri ya kufanya hukumu. Huyu mwana anayezungumza maneno haya, nataka nikuonyeshe maneno ambayo aliyazungumza kuanzia ule mstari wa 39. Angalia kuanzia ule mstari wa 39. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari kuanzia ule wa 39, maandiko yanasema namna hii: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Hapa Yesu Kristo anazungumza na Wayahudi ambao wamepewa maandiko ambayo ni Torati ya Musa. Wanayachunguza yale maandiko wakizani kwamba ndani ya yale maandiko kuna uzima wa milele.
Lakini kumbe yale maandiko aliyoyaandika Musa nabii yalikuwa yanamshuhudia Yesu. Na Yesu anawaambia, wala hamtaki kuja kwangu ili mpate kuwa na uzima. Maana yake maandiko ya Musa yanawaelekeza watu kwa Kristo. Kwa hiyo kama unasema unamwamini Musa, bila shaka unayaamini maneno yake. Kama unayaamini maneno ya Musa, bila shaka maneno ya Musa yatakuelekeza kwa Kristo ukapokee uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ule mstari wa 42. Mstari kwanza ule wa 41 Maandiko yanasema, mimi siupokei utukufu kwa wanadamu, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mstari wa 43, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Maneno haya Yesu anawaambia Wayahudi, lakini leo ni maneno ambayo mimi na wewe tunaambiwa. Ni maneno ambayo yako katika mfumo wa onyo. Yesu Kristo amekuja kwa jina la Baba, na wengi wamekataa kumpokea. Lakini cha ajabu ni kwamba aliyekuja kwa jina lake mwenyewe wamempokea. Mstari ule wa 44, maandiko yanasema, mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamuutafuti? Mstari wa 45, msizani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Wengi sana wanasema wanaikubali Torati ya Musa kuwa ni neno la Mungu, lakini ajabu ni kwamba wanamkataa Yesu Kristo. Lakini ni dhahiri ya kwamba Musa alinena kuhusu Kristo. Musa alinena kuhusu Kristo. Kwa hiyo Torati hiyo ya Musa isiyokuelekeza kwa Kristo, kuna mambo mawili: aidha hiyo Torati ulionayo ni feki, au wewe huelewi kilichoandikwa katika hiyo Torati. Waliolipokea ilo neno la Musa, neno la kweli litokalo kwa Mungu, wametambua na kuona kwamba Torati hiyo inawaelekeza kwa Kristo wapate uzima. Mfano tumeuona juzi. Musa, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 15, anawaambia watu, nitaweka wadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao wa nyoka utamponda uzao wa mwanamke kisigino, uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa. Musa anamaanisha kitu gani kwa maneno hayo? Ni dhahiri ya kwamba anaonyesha ya kwamba yupo mzao atakayezaliwa na mwanamke, atakayeleta utawala wa shetani mwisho, atakayesababisha dhambi kuondolewa na kuharibiwa kabisa. Kwa hiyo aliyelisikia hilo neno na kuamini ya kwamba kweli Musa amenena neno la Mungu, angeona Kristo alivyokuja na kufa kwa ajili ya dhambi zake, angempokea, angemkubali, angemwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sababu ya kumkataa Yesu si kwa sababu haubiriwi,
Ni kwa sababu mmechagua njia ya upotofu. Mmechagua kupotea. Mmechagua kuwaamini wanadamu, mkaacha kumwamini Mungu aliye wa kweli na wa pekee. Haleluya. Yohana sura ile ya 3 mstari kuanzia ule wa 31. Yohana sura ile ya 3 kuanzia mstari ule wa 31. Maandiko yanasema, yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu ya yote. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayeukubali ushuhuda wake. Mstari wa 33, yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba yeyote aliyeukubali ushuhuda wa huyu aliyetoka mbinguni ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Kinyume cha kauli hiyo ni nini? Yeyote aliyeukataa ushuhuda wa Yesu ametia muhuri ya kwamba Mungu ni uongo, hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya kwa nini ninanena mbele yenu? Ninatamani kila mmoja atambue ya kwamba wakati huu alionao ni wakati wa neema, ni wakati wa kumkubali Mungu wa kweli. Na Mungu wa kweli ni yupi? Ni huyo ambaye amejifunua kwetu katika Kristo, akaweka ukomo wa utendakazi wa dhambi na mauti ili afunue uzima wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Nasema hivi, kwa matendo yetu hatuwezi kuokolewa. Watu wameamini nguvu zao binafsi kuliko kuamini kazi aliyoifanya Kristo. Ni ajabu sana. Nisikieni kwa makini. Leo hii watu wanaamini matendo ya mwili. Wanasahau ya kwamba katika bustani ya Eden, Adam alipotenda dhambi akajitambua ya kwamba yuko uchi, ishara ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Badala ya kutazama Mungu angefanya nini kwa ajili yake, alijifungia majani ya miti. Kujifungia majani ya mti tafsiri yake ni nini? Ni kujitafutia haki kwa matendo yake mwenyewe. Alifikiri akijifunika na majani ya mti, atakaposimama mbele za Mungu atakubaliwa. Lakini badala yake Mungu alifanya nini? Alimchinja mwanakondoo, akawatengenezea mavazi ya ngozi. Tafsiri ya kuchinja mwanakondoo ni nini? Ni kwamba jambo hili mlilolifanya halitaondolewa kwa namna nyingine isipokuwa kwa mauti ya mwanakondoo. Na mwanakondoo huyo ni yule ambaye ana hadhi na ana thamani ya uhai wa mwanadamu, na mwanakondoo huyo ni Yesu Kristo peke yake. Leo hii wengi sana wanajifungia mavazi kama vile Adam, mavazi ya miti. Bwana asifiwe sana. Ni wangapi tangu wamezaliwa wamewahi kula ugali mara 30
hata siku tofauti tofauti. Tangu umezaliwa, nyie watu hamjawahi kula ugali, mnakulaga nini huku? Wangapi wamewahi kula ugali tangu amezaliwa? Nyanyua mkono juu namna hii. Tumewahi kula ugali, si ndio? Shusha mikono. Wangapi ambao kabla hawajala ugali wananawa mikono? Mikono juu. Kama tunaweza tukaingia mbinguni kwa kuzingatia kunawa mikono, basi bila shaka ninyi watu wa huku mnaokula ugali mara nyingi mtaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naambia hivi, kama ingalikuwa ni kwa matendo ya mtu, kama ingalikuwa ni kwa matendo ya mtu, uwe na hakika ya kwamba hakuna hata mmoja angeweza kujiokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niwaambieni kitu, huaga mnanawa mikono kwa sababu njaa hazijawauma vizuri. Kuna wakati njaa ikikuuma ikakolea, utakula utafikia karibia na kushiba, ndio utakumbuka kumbe sijanawa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kuambia nini kwa kuambia maneno hayo? Nataka kumaanisha hivi, unapokuwa unazingatia sana matendo, kuna wakati tu utajisahau. Kuna wakati tu ghafla utakasirika kwa ajili mtoto wako amechana ile uniformu ambayo umemnunulia. Kuna wakati tu utakasirika kwa sababu kuna kitu kibaya umesikia mtu amekisema ambacho hakikukupendeza moyo wako. Na kulingana na standard ya sheria, kulingana na vigezo vya kisheria, ukikosa katika moja, umekosa katika yote. Nataka niwaambie hivi, kwa matendo ya sheria haiwezekani mwanadamu kuokolewa. Narudia tena, nasema kwa matendo ya mwanadamu haiwezekani mwanadamu kuokolewa. Lakini nawaambia neno moja, yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Haya, nisikia kwa makini. Ondoleo la dhambi ambalo halipatikani kwa matendo ya sheria, kwa uwezo wa Mungu unapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikia kwa makini. Adam hakuweza kuficha uchi wake, lakini Mungu aliweza kuuficha uchi wa Adam. Kwa matendo, mtu awaye yote asifikiri kwamba anaweza kuokolewa, lakini lile ambalo kwako haliwezekani, kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu leo hii unaopatikana kirahisi, Mungu aliugharamikia. Na nisikieni kwa makini, wokovu sio kitu cha bei rahisi kama unavyofikiri. Ni kwamba hivi, gharama yake ni kubwa kiasi kwamba hauwezi kuinunua au kuupata. Ndio maana amechagua kukupa bure. Wengi sana wanasema kwa imani tu, kwa imani tu. Yes, Mungu amechagua njia ya imani. Hata Ibrahimu mnayemwamini hakuhesabiwa haki kwa matendo yake. Alimwamini Mungu akahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu hakukubaliwa mbele za Mungu baada ya tohara. Alikubaliwa mbele za Mungu kabla ya tohara kwa njia ya imani. Sasa mnamsoma Ibrahimu yupi? Mnashindwa kulitambua jambo hilo dogo. Amkeni katika usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, tukiwa watoto, tulipokuwa tukiletewa nguo mpya, kabla hujafurahi na kusema asante, unaanza kukagua kwanza, hivi ni nzuri? Alafu ukiivaa unaenda kwenye kioo, unaanza kugeuka. Yaani unajikagua kwanza. Lakini haujui ni kiasi gani huyo baba yako alipigana mpaka akaipata hiyo hela. Niwaambieni kitu. Leo hii ambao wamekuwa wazazi, wakawa na watoto, wakagundua hela haipatikani kirahisi, ndo wameanza kuyaheshimu mambo madogo madogo baba zao na mama zao waliokuwa wanawafanyia wakiwa wadogo. Hata wewe kijana unanisikia au mtoto, leo hii ona tu unaenda kwa mzazi wako, nataka hela, nataka ninunue nguo nzuri. Mzazi wako anakuambia, mwanangu vumilia, humuelewi, nataka mpaka anakupa. Ona tu kwamba anakupa. Siku utaitafuta kwa jasho lako, ndio utakapojua ya kwamba haikupatikana kirahisi hivyo. Nisikieni kwa makini. Jitahidini kuingia mbinguni kwa matendo yenu, muone kama mtaweza. Lakini kwa nini? Kwa nini ujitaabishe? Yaani wanaoikataa neema ya msalaba ni kama mtoto wa miaka 3 au 2 anayesema, nimechoka maisha hapa nyumbani, siwezi kula ugali kila siku, ngoja nikatafute maisha yangu mwenyewe. Hivi ukimkuta mtoto wa miaka 2 anasema, nimechoka maisha ya nyumbani ya kula ugali kila siku, naenda kutafuta maisha yangu mwenyewe, anabeba na nguo zake, hivi ungeshangaa kiasi gani? Wanaoikataa neema ya msalaba ni kama watoto wa miaka 2, hawajui hata kupambanua mema na mabaya. Wanajidai kwamba wanaenda kutafuta maisha yao binafsi. Nawaambia hivi, watapigwa na maisha, watarudi wamechoka, wamechakaa kama yule mwana mpotevu. Narudia tena, nasema hivi, watapigwa na maisha, watarudi wamechoka, wamechakaa kama yule mwana mpotevu. Lakini nataka kusema neno moja, bado haujapitwa na wakati, bado haujaishiwa muda. Unayo nafasi ya kusema ndio kwa Bwana Yesu. Sio mpaka ukale makombo na nguruwe, sio mpaka ukose nguo kama mwana mpotevu, utembee uchi. Wakati ni sasa, wakati ndio huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Nasema tena ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ameweza kuokoa kwa kuwa ni Mungu wa kweli. Yona akiwa katika tumbo la samaki alisema neno moja, wokovu watoka kwa Bwana. Narudia, Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki alisema ukweli mmoja. Alifikia mahali akatambua ya kwamba juhudi hazinitoi hapa. Alifikia mahali pa kutambua. Hivi unajua kama Yona alipokuwa tumboni mwa samaki, nahisi alijiuliza, kwa nini sikugundua tu nikatembea na kisu? Ndo hivyo, ndo haukugundua, ndo hauna hicho kisu. Sasa angesema hata achane tumbo la ule samaki. Alifika mahali ambapo alitambua hakuna tena anachoweza kukifanya ili atoke ndani ya lile tumbo la samaki. Akafikia mahali pa kusema jambo moja tu, wokovu watoka kwa Bwana. Ni ukweli ya kwamba Yesu Kristo alikuja kutuokoa. Na imewezekana kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Zaidi yake hapana mwingine.
Haleluya. Tusimame juu kwa miguu yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, ni mmoja tu anayestahili kuhubiriwa hadharani namna hii, ndiye Yesu tunayemhubiri. Katika yeye ufalme wa Mungu umekuwa halisi katika mioyo ya wanadamu, umekuwa halisi katika maisha ya wanadamu. Mtumishi wa Mungu Arnold, nakuomba huku juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka wote mfahamu ya kwamba ni Mungu wa kweli na amekuja kutuokoa. Na hata sasa ukimgeuzia tumaini lako, anakuokoa. Katika yeye ulimwengu uliumbwa. Katika yeye ulimwengu umekuwapo. Asingeridhika kuona mwanadamu aliyemuumba anapotea. Ndiyo maana aliamua kuja katika mwili ili apate kukuokoa. Hapo mwanzo alikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ni katika Kristo Yesu peke yake neema na kweli vimefunuliwa. Narudia tena kusema, wakati mtumishi wa Mungu anajiandaa kutuongoza katika maombi hayo mazuri kabisa, narudia tena kusema, tumaini la wanadamu wote ni katika Kristo. Nje na Kristo hakuna tumaini. Kwa kipindi kirefu watu wamekaa gizani, lakini sasa ni wakati ambapo nuru imewazukia. Je, utaendelea kupenda giza au utachagua nuru? Ni wakati wako kufanya uamuzi. Basi ikiwa sauti ya mtumishi wa Mungu inanyamaza namna hiyo, sauti ya Roho Mtakatifu inaendelea kufanya kazi kwenye mioyo yetu. Wale waimbaji wetu wakiwa wanaelekea kutuongoza, napenda tena kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wale wote ambao wangetamani kwa siku nyingine tena kumpa Yesu Kristo maisha yao kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jioni ya leo kama tulivyosema, tutakuweko hapa kwa muda wa wiki moja tu. Siku zetu sio nyingi, na zaidi sana sio tu siku zetu za sisi kuweko hapa, siku zetu tulizonazo duniani. Kila siku ambayo unaipata na una uhai ni siku njema ambayo unaweza ukaitumia kuwa na hakikisho la msamaha wa dhambi ambao umekuwa ukihubiriwa mahali hapa kutoka ile siku ya kwanza mpaka leo siku ya 5. Na kwa mara nyingine tena tunapenda kuwakaribisha watu wote popote pale ulipo na popote pale ambapo unaisikia sauti hii, kama unatamani huyu Yesu ambaye amehubiriwa mahali hapa afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaupate msamaha wa dhambi na kuondolewa mbali na ile adhabu ambayo inakuja, kokote kule uliko, unaweza tu ukaunyoosha mkono wako. Tukiwa tunaelekea kwenye kuomba, unaweza tu ukaunyoosha mkono wako, wala usimwogope mtu yoyote. Tunatoa mwaliko tena kwa siku nyingine. Hii si kwa ajili yetu, hii ni kwa ajili yako wewe ambaye bado haujaupata uhakika wa msamaha wa dhambi. Jioni ya leo tena sauti ya mtumishi wa Mungu inaendelea kufanya kazi. Sauti ya Mungu inaendelea kupenya kwenye mioyo ya wanadamu, nasi tunawaalika wote kuupokea huu uzima wa milele ambao Yesu Kristo anauachilia jioni ya leo. Wale ambao tunaisikia sauti hii popote pale tuliko, mwaliko wa wokovu ni sasa. Mwaliko wa wokovu ni sasa. Na ninapenda kuwakaribisha basi, kama unafikiri kwenye moyo wako unatamani huyu Yesu ambaye amekuwa akihubiriwa afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninapenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha tu kusogea mahali hapa mbele, kusogea tu mahali hapa mbele kwa ajili ya kumpokea huyu Yesu
Mungu mwenye uzima, na katika yeye wote ambao wamemwamini wamekwisha kuondolewa kutoka kwenye mauti, na wao wako kwenye uzima. Basi yote wanaendelea kuimba, ninapenda kuwakaribisha wote ambao tungependa kupata nafasi jioni ya leo ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Unaweza tukasogea mahali hapa mbele, popote kule uliko, waimbaji wetu wakiwa wanatuongoza. Ninapenda kuwakaribisha sana popote pale ambapo unasikia sauti hii. Waimbaji, mnaweza mkakaribia mkatuongoza kwa wimbo, ikiwa watu wa Mungu wanaendelea kusogea mahali hapa kwa ajili ya msamaha wa dhambi na uzima wa milele ambao umekuwa ukihubiriwa na utaendelea kuhubiriwa. Kama unatamani kumpokea Yesu Kristo jioni ya leo, unaweza tukanyoosha mkono wako hapo ulipo. Anakuita kumfuata. Biblia inasema wote ambao wamezikana nafsi zao wakabeba misalaba yao na kumfuata yeye wataokolewa. Na mimi ninapenda kutoa mwaliko huo jioni ya leo. Sauti ya Roho Mtakatifu bado inatualika. Sauti ya Roho Mtakatifu bado inakualika wewe ambaye unasikia sauti hii na unatamani jioni ya leo kumpokea huyu Yesu. Hauwezi jua, pengine usione siku ya kesho. Ni leo tu, una muda. Ninapenda kukukaribisha popote pale ulipo. Usiogope, usogee tu mahali hapa. Neema ya Mungu imefunuliwa, nayo ni nyingi sana, inatamani kutuokoa. Haleluya. Sauti ya Mungu wetu anayeishi. Baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, sitarudi. Basi kwa niaba ya watu wote, tukiwa na mtumishi wa Mungu hapa mbele pamoja na makutano yote, kwa niaba ya watu wote ambao pengine inakuwa wakati mgumu sana kwao kusogea, nitaomba tu wote tutanyosha mikono yetu juu. Kwa niaba ya wote ambao wako mbali wanasikia sauti hii na wao wanatamani kupata neema ya kumpokea Yesu Kristo, pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye yuko mahali hapa mbele, tutakili tu maneno haya, alafu baadaye tutaendelea na kipindi kingine cha maombi. Hebu hapo ulipo, hata kama uko mbali lakini unasikia sauti hii, hata kama bado umeketi kule ambako watu wameketi, lakini unatamani huyo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usijali, Mungu wetu hazuiwi na jiografia. Unaweza tukasema maneno haya. Hebu sema pamoja na mimi: Bwana Yesu, nimezisikia habari zako ya kwamba wewe ni Mungu, na zaidi ya yote wewe ulifanyika mwili ili katika mwili huo uibebe adhabu ya dhambi zangu, na ile siku ya tatu baada ya mauti yako ulifufuka. Ukiisha kufufuka uliketishwa pamoja na Baba ule mkono wa kuume. Na jioni ya leo nimekukubali wewe na kukuamini wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nami nimepokea msamaha kamili wa dhambi kupitia neema yako, na kuanzia leo mimi ni mtoto wako.
Amen. Hebu ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya wote ambao tumekutana hiyo neema. Naomba niombe kwa ajili yetu. Bwana Yesu, kabla ya misingi ya ulimwengu, mwana kondoo ulichinjwa kwa ajili ya dhambi za watu wote. Na jioni ya leo umeendelea kulithibitisha neno lako, ukiwapa wanadamu wito mkuu wa kuokolewa katika wewe. Nasi tunakushukuru kwa maana watu wameendelea kufanya hivyo kwa mujibu wa neema yako. Na jioni ya leo tunaliadhimisha jina lako, kwa maana kutokea mahali hapa utajitwalia jamii ya waabudu halisi ambao watakuabudu wewe kwa roho na kweli. Na kuanzia sasa neema yako na roho wako atawaongoza, kwa maana wamekwisha kuhesabiwa haki bure kwa neema yako. Na katika wewe na wewe peke yako tangazo la msamaha wa dhambi limehubiriwa. Na katika hayo tunashukuru, tukikuomba sana na kukuamini. Amen. Tuongeze tena makofi waimbaji wetu wakiwa wanaendelea kutuongoza kwenye huo wimbo ambao unaonesha. Tuendelee kuimba ule wimbo tulikuwa tunaimba. Sitarudi mimi, Hebu kama umempokea Yesu, fungua tu kinywa chako uyaimbe haya maneno: mimi nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi kwenye dhambi zangu, sitarudi kwenye maisha ya kale. Hebu tuimbe tu pamoja huo wimbo. Sitarudi tena kule nilikookolewa, nimefanyika kiumbe kipya katika Kristo. Hebu tuimbe ule beti unaosema nimekubali kumfuata Yesu. Simonei aya mtu yoyote. Hebu tuimbe tu pamoja hayo maneno. Nimekubali kumfuata Yesu. Haleluya. Nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, kwetu tuliookolewa. dunia nyuma. Msalaba wa Yesu Kristo mbele yetu. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi, sitarudi, sitarudi. Yes. Naomba tutangaze sasa kwa upendo wa Kristo mzuri kabisa. Wewe ambaye uko eneo hili ni mgonjwa, una shida, una changamoto yoyote kwenye maisha ya kwako, ni nafasi yako sasa. Karibu hapa mbele. Yesu anatamani kuhudumia jioni ya leo. Unaumwa, una changamoto yote kwenye maisha ya kwako, Yesu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Unaweza tukachukua hatua hapo ulipo ukasogea mbele. Haijalishi ni tatizo gani ulilonalo, usirudi nalo nyumbani. Mungu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Yesu yuko hapa kwa ajili ya kukuponya. Yesu yuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Usirudi na tatizo nyumbani, njoo hapa mbele. Tunatamani kuomba na wewe. Wakati huo waimbaji tunaweza kuimba kwa sauti ya chini, wimbo wa kuabudu. Wakati huo mtu yoyote ambaye una shida, popote ulipo, Mungu yuko hapa, anatamani kukuhudumia jioni ya leo. Sogea tu hapa mbele, sogea tu hapa mbele. Tupone, wewe ni Bwana ponyaji. Haijalishi ni ugonjwa gani uko nao, wewe ni haijalishi ni tatizo gani, haijalishi madaktari walisema kwamba ni mwisho, ila Yesu Kristo tunayemwabudu na kumtumikia hana mipaka. Tunapotamka uponyaji, Mungu anafanya. Sogea tu mbele, sogea tu mbele. Tunaweza tukapanga mstari mwingine hapo nyuma. Tupone, wewe ni Bwana.
wahudumu. Wewe ni Bwana, Wewe ni Bwana, utuponyaye. Wewe ni Bwana, ponyaji. Mponyaji yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Njoo tu yeye akuhudumie. Wewe ni Bwana, ponyaji. Wewe ni Bwana, Wewe ni Bwana, utuponyaye. utuponyaye. Wewe ni Bwana, Wewe ni Bwana, ponya, ponyaji. ulituma neno, Ulituma neno lako tupone. Amen. Wewe ni Bwana, ponyaji. Wakati huo watumishi wa Mungu wanasogea hapo chini, na kila mmoja utakapowekewa mkono juu yako, amini ya kwamba Mungu anaenda kutenda, Mungu anaenda kufanya. Mungu wetu tunayemtumikia hapa hana mipaka. Haijalishi ni ugonjwa gani, kansa inasikia, HIV inasikia, magonjwa yote yanasikia. Haijalishi wanadamu au madaktari wamekuambia ya kwamba mwisho wako ni lini au ugonjwa huu hautopona, lakini Mungu anayeponya magonjwa yote yuko hapa. Hajawahi kuwa na mipaka, hajawahi kushindwa. Andaa tu moyo wako, Bwana na kuhudumia mahali hapo. Yes. Basi nafasi yako bado iko wazi, popote pale unaposikia sauti hii. Jamani, Yesu Kristo Mungu anayetuokoa yuko mahali hapa. Usikae na tatizo, usikae na udhaifu, ikiwa Mungu anayeponya namna hii yuko mahali hapa. Na jioni ya leo ni mwisho wa shida zote, ni mwisho wa matatizo yote. Nguvu na uonevu wa yule adui, waganga, wachawi, vitu vyote kama hivyo, mwisho wake ni leo, jioni hii ya leo. Tuendelee kusogea, tuendelee kusogea, tuendelee kusogea, tuendelee kusogea. Tunapoelekea kuingia sasa kwenye kipindi hichi kizuri kabisa, hakikisha tu hakuna chochote ambacho yule adui anakuonea. Biblia inasema yule mwivi haji ila achinje, aibe na kuharibu. Pengine ameiba afya yako, pengine ameiba uchumi wako, amani kwenye familia yako. Mambo yote hayo Yesu Kristo yuko mahali hapa kurejesha jioni hii ya leo. Yuko mahali hapa kurekebisha jioni hii ya leo. Asante Yesu. Basi tukiongozwa na watumishi wa Mungu, wachungaji wetu na wahudumu wengine tulioko, tutaendelea kupita na kuomba kwa mahitaji ya watu hawa. Mungu wetu ambaye ni halisi yuko mahali hapa, na kila tatizo litakoma jioni ya leo. Basi watumishi wa Mungu, tunaweza tukaendelea kupita na kuingia kwenye maombi haya. Bwana Yesu Kristo, kwa kupigwa kwako pale msalabani sisi tumepona, na watoto wako hawa Jehova uliowalipia kwa damu ya thamani pale msalabani umeachilia uponyaji kwa ajili yao. Hivyo nguvu zingine zote, magonjwa, mapepo hayana mamlaka, hayana nguvu yoyote, kwa maana pale msalabani uliwalipia kwa damu ya thamani. Hakuna ile hati ya mashtaka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya udhaifu, kila aina ya ugonjwa unapotea kwa jina la Yesu, unapotea kwa jina la Yesu. Afya inaachiliwa jioni ya leo, amani inaachiliwa jioni ya leo, uponyaji unatokea jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunatamka kufunguliwa kwao waliofungwa, tunatamka uhuru wao waliotekwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mili yao, viungo vyao vinaachiliwa huru, familia zao, watoto wao kwa jina la Yesu. Mungu wetu, jina lako ni moto ulao, na kila ambacho hujakiweka wewe ni lazima kitoweke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako inarejesha mambo yaliyoibiwa, mambo yaliyotolewa
sasa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Yale ambayo adui ameondoa yanarudi kwa mamlaka ya Yesu, yanarudi kwa mamlaka ya Yesu, yanarudi. Sasa ni mwisho, sasa ni mwisho, sasa ni mwisho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nuru ya Mungu imefunuliwa na giza haliwezi, na giza haliwezi kwa jina la Yesu. Kila uteka wa adui tunaruhusu nguvu za Roho Mtakatifu, moto Roho Mtakatifu, wagonjwa wote, kila mahali ambako panauma, kila mahali ambako panauma, katika jina la Yesu Kristo, kila hali ya udhaifu, kila hali ya udhaifu, kila hali ya udhaifu, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, hilo tumbo, hilo tumbo, hilo tumbo, hilo tumbo, roho zilizokamata, roho zilizokamata, roho zilizokamata, roho za wachawi, waganga, washirikina, nguvu za giza, nguvu za giza, kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo kinaachilia, 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 kila mateso, mateso, mateso yanaachilia, yanaachilia, mateso ya adui, mateso ya adui, mateso ya adui, ninaachilia moto, 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 moto kwenye kila eneo, kwenye kila eneo, kwenye kila eneo, moto wa Mungu ukaachiliwe, ukaachiliwe. Natamka uponyaji, natamka uponyaji, kila ugonjwa, kila ugonjwa, kila ugonjwa, HIV ondoka, kansa ondoka kwa jina la Yesu, sickle cell ondoka, udhaifu ondoka, pokea moto, pokea moto kuanzia sasa. Magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, adui anaondoka kuanzia sasa, kuanzia sasa. Kuna watu wa tumbo yao wamefungwa, kila roho iliyokufunga, kila roho iliyokufunga, kila roho iliyokufunga, achia, achia, kamata tumbo lako, kamata tumbo, kamata tumbo, kamata tumbo, kila kazi za adui, kila kazi za adui, kila kazi za adui, kila hakuna linalosalia, hakuna linalosalia kwa jina la Yesu. Kila uharibifu, kila uharibifu, kila uharibifu jioni ya leo, mwisho. Nguvu ya Mungu inatembea, nguvu ya Mungu magonjwa inaachia, mateso inaachia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Uwezo wa kiungu uko mahali hapa, uko mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu ya Yesu, jina la Yesu Kristo. Kila mama uliyeko hapa, sikiliza maelekezo, sikiliza maelekezo. Kila mama uliyeko hapa, kamata tumbo lako, kamata tumbo lako, kamata tumbo lako, kamata tumbo lako. Naenda kuruhusu nguvu za Mungu zipite hapo. Kila roho iliyofunga kwenye hilo tumbo, kila nguvu iliyofunga kwenye hilo tumbo, kwa jina la Yesu Kristo ninaagiza nguvu, nguvu, moto, moto kapite kwenye hilo tumbo. Kila kifungo, kila kifungo kikaachilie, kikaachilie. Vifungo vilivyofunga viachilie, viachilie kwa jina la Yesu. Waliosema hautozaa, waliosema hautajifungua, kwa jina la Yesu Kristo ninatamka uhuru, ninatamka uhuru, ninatamka uhuru. Kuanzia leo utafunguliwa, kuanzia leo utakuwa huru, kuanzia leo utakuwa vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka mamlaka. Haya, achia sasa, achia sasa kila nguvu iliyomkamata, kila nguvu iliyomkamata, kila nguvu iliyomkamata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ikaachilie, ikaachilie. Kila agano, kila agano, maagano yaliyofanywa kwa njia ya siri, maagano yaliyofanywa kwa siri, kuanzia sasa tunatamka, tunatamka hayo maagano. Tunafuta hati ya mashtaka, tunafuta hati ya mashtaka, tunaifuta hati ya mashtaka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yes, wako watu wanafunguliwa mahali hapa, iko nguvu ya Mungu inapita. Lipitalo majina yote, lipitalo majina yote, lipitalo majina yote, unaachiliwa, unaachiliwa, unaachiliwa. Vyote vinatoweka, vyote vinatoweka, vyote vinatoweka. Uhuru jioni ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu anaweka watu wake huru, Bwana Yesu anaweka watu wake huru jioni ya leo.
jioni ya leo, jioni ya Msaidie huyo leo, mama. jioni ya Saidia leo, mama, shika tumbo jioni ya lake. leo, Omba kwa kwa ajili jina yake. la Yesu. Hilo tumbo kuanzia Yesu leo anawaweka katika jina la watu Yesu Kristo. Inaachilia moto, moto, moto. Kamata moto, kamata moto, kamata moto. Be free in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Nguvu ya Bwana inafungua. Hakuna udhaifu utakaosalia. Hakuna udhaifu utakaobakia. Hakuna roho itakayosalia. Hakuna nguvu itakayosalia. Hakuna nguvu kila pando ambalo kulipanda Yesu linang'olewa jioni ya leo. Linang'olewa jioni ya leo. Wahudumu, msaidie mama pale. Msaidie yule mama. Msaidie yule mama. Rakoto sakataya. Zakataya. Kamata tu. Nguvu ya Yesu. Mwanamke yote ashike tumbo lake hapo. Shakata. Naruhusu nguvu za Mungu zipite ndani yake. 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 Kuanzia sasa tunatangaza huru. Tunatangaza huru. Tunatangaza huru. Tunatangaza huru. Kwa jina la Yesu. Kila roho iliyo ndani yake. Kila roho iliyo ndani yake. Kuanzia sasa achia. Ninahesabu 1 mpaka 3. Kila roho iliyoka ndani yako kachini. 1 kwa jina la Yesu. 2 kwa jina la Yesu. Sikia, mwachieni, mwachieni. Kuanzia leo atakuwa huru. Kuanzia leo atakuwa huru. Kila mpango wa adui, kila mpango wa adui, kila mpango wa adui hautatimia, hautatimia, hautatimia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Yes. Nguvu ya Mungu inazilisha. Kuna roho imejificha. Kila roho iliyojificha kuanzia sasa toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Ninakuamuru toka kwa jina la Yesu. Piga kelele utoke. Toka kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa 1 moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Kila roho inayojificha, kila roho inayojificha, kila roho inayojificha kuanzia sasa, kuanzia sasa mwachie, mwachie, mwachie. Kuanzia sasa utakuwa huru, utakuwa huru, utakuwa huru, utakuwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Utakuwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie huyo mama. Kuanzia leo atakuwa huru. Kuanzia leo atakuwa huru. Ninamwita kwa jina lake. Kuanzia leo atakuwa huru. Atakuwa huru. Anatoka kwenye vifungo. Anatoka kwenye vifungo. Mateso achia. Mateso achia. Kwa jina la Yesu Kristo. Muda wa mateso umekwisha. Hauwezi kuvumilia nguvu ya Mungu. Ewe adui, ewe shetani uliyewatesa watu hawa, kwa jina la Yesu ni wasawa kuondoka, ni wasawa kutoweka. Nguvu ya Mungu inatembea, nguvu ya Mungu inatembea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unaachilia, 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 unatoweka, unatoweka, unatoweka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninatamka nguvu, ninatamka uponyaji kwenye magoti yake, miguu yake ikapokea nguvu, ikapokea nguvu, ikapokea nguvu kwa jina la Yesu. Hiyo miguu kuanzia sasa ikapokea nguvu, ikapokea nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwambie wewe mama simame, mwambie simame katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Harakato sakataya. Siku ya uhuru ni leo. Siku ya uhuru ni leo. Hakuna ugonjwa utakaosimama. Pokea nguvu. Pokea nguvu kwenye miguu. Pokea nguvu kwenye miguu. Pokea nguvu kwenye miguu. Katika jina la Yesu. Mateso, maumivu, maumivu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Iko nguvu iponyayo. Achia. Iko nguvu iponyayo. Maumivu. Kuanzia sasa. Achia. Achia.
Achia, achia kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu kwenye hiyo miguu, pokea nguvu, pokea nguvu. Achilia gongo, achilia gongo la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa pokea nguvu kwa jina la Yesu, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Hiyo miguu kuanzia sasa ipokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu kwenye hiyo mifupa, pokea nguvu, pokea nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo utatembea vizuri, kuanzia leo utatembea vizuri, kuanzia leo hiyo miguu itapokea nguvu, hiyo miguu ipokea nguvu, mifupa ipokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaachilia nguvu ya Mungu hapo ipite kwa huyo mama katika jina la Yesu. Dada yote kamata tumbo lake hapo, kamata hilo tumbo katika jina la Yesu. Inaruhusu nguvu za kiungu ziachiliwe mahali hapo, moto wa Roho Mtakatifu kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Pokea uhuru, pokea uhuru, pokea uhuru, pokea uhuru. Mateso, 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 achia, 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 achia. Toka kwenye mwili wake, toka kwenye mwili wake, toka kwenye mwili wake, toka kwenye mwili wake kwa jina la Yesu. Ninatangaza uhuru, ninatangaza uhuru, ninatangaza uhuru. Roho ya maumivu, roho ya huzuni, huzuni, huzuni ndani ya moyo wake kuanzia sasa, kuanzia sasa ikaachilie, ikaachilie, ikaachilie. Msaidie tu kuzungumza naye, zungumza naye tu mama, zungumza naye tu. Mashaka ile nguvu iliyokuwayo inatambulishwa jioni ya leo kwa namna ya ajabu. Mungu anaizilisha nguvu yake, Mungu anaizilisha nguvu yake, Mungu anaizilisha nguvu yake katika jina la Yesu. Wakati wa mateso umekoma. Pokea nguvu. Leo ni mwisho wa mateso, leo ni mwisho wa mateso. Kuanzia sasa wewe sio mgonjwa tena, kuanzia sasa wewe sio mdhaifu tena, kuanzia sasa unapokea uponyaji katika jina la Yesu. Tunatangaza uponyaji, tunatangaza uzima, uzima, uzima. Tunatangaza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pokea, 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 pokea. Moto, 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 moto. Kila roho, kila roho, kila roho, kila roho iliyokaa ndani yako, iliyokaa ndani yako, kuanzia sasa, kuanzia sasa utakuwa huru. Yes, yes. Yes. Sikiliza nikwambie, yoyote ambaye amekuja hapa mbele kwa ajili ya ugonjwa wote, Yesu Kristo amefanya uponyaji juu yako. Kila kifungo ambacho kilikuwa kinakutesa leo kimefunguliwa katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji juu yako, ninatangaza uhuru juu yako katika jina la Yesu Kristo, na adui hatokutesa tena. Mateso leo ni mwisho. Kama ulikuwa unaumwa HIV, nenda kesho kapime hospitali, utakuta majibu ni negative katika jina la Yesu Kristo. Kama unaumwa kansa, nenda kapime tena, utakuta hakuna kansa ndani yako. Kama unaumwa sukari, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza uponyaji juu yako. Sukari haitokaa tena kwenye mwili wako, sukari haitokaa tena kwenye mwili wako. Tunatangaza uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Ugonjwa wa aina yoyote ule, kuanzia sasa Yesu amekuweka huru. Yesu amekuweka huru. Nasema Yesu amekuweka huru kwa jina la Yesu. Mshangilie tu Bwana popote ulipo. Mshangilie tu Bwana popote ulipo. Mshangilie tu Bwana popote ulipo. Mama yangu, baba yangu ambaye leo umepokea uponyaji hapa, asikudanganye mtu. Unapompokea Yesu Kristo kwenye moyo wako, Yesu anakuweka huru. Hakuna adui atakaye kuonea tena, hakuna adui atakaye kuonea tena, hakuna mchawi atakayeweza kukuonea, hakuna mganga atakayeweza kuonea. Nguvu ya Mungu iliyo ndani yako ni kuu kuliko nguvu zilizopo kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo kuanzia sasa unapotoka mahali hapa, wewe sio mdhaifu tena. Kristo akiishi ndani yako,
hakuna lolote linalokuwa juu yako. Kwa kuanzia sasa una uhuru, nawe tembea katika hiyo neema ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Praise team, naweza mkaendelea. Yes. Jina lipitalo majina yote. Dakika moja. Bwana asifiwe. Haleluya. Tupunguze sauti kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambao umeombewa leo, maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu ameyatoa ni ya muhimu sana. Shetani ana tabia ya kumletea mtu hofu ili awe na mashaka na kile ambacho Mungu amempa. Sasa usikubali kuingia kwenye mtego wa shetani. Kama ulikuwa na maumivu ya tumbo, umeombewa, umejisikia uko vizuri kabisa, ukienda nyumbani ukianza tena kusikia kama tumbo tena linaanza kuleta shida, mwambie shetani, nimejua wewe ni muongo, hauna nafasi tena kwangu. Mmenisikia nyewe watu wa Mungu? Kama ulikuwa unaumwa maumivu ya mgongo, umeombewa, umejisikia vizuri kabisa, Mungu amekuponya, baadaye usiku unaingia kulala, ghafla unasikia kamgongo tena kama vile maumivu yanaanza kwa mbali, usianze kusema ule ugonjwa wangu umerudi. Kuna watu wanaitaga ugonjwa ni ugonjwa wao. Unasikia ule ugonjwa wangu, yani ni wa kwangu, ni wa kwangu umerudi. Ondokeni kwenye huo ufahamu, haukuumbiwa magonjwa. Kwa ukiona zile dalili kama zinataka kurudi, mwambie shetani, nimejua wewe ni muongo, huna nafasi tena kwangu. Haleluya. Furahieni wokovu mliopokea, furahieni uponyaji ambao mmeupokea. Kama kuna mtu ambaye ana tatizo la masikio au ana tatizo la macho na hajaombewa, naomba amuone huyu kaka anayeenda kule, amuone mtumishi wa Mungu Elia. Inua mkono wako juu, atakupeleka